Iko wazi kabisa kwamba kubarikiwa ni kuishi kulingana na kanuni na maagizo yote ya Mungu na sio kuomba peke yake. Sasa wengi tumegeuza maombi kama ndo mbadala wa kanuni zingine. Unaomba Jumatatu mpaka Jumatatu, unaenda kwenye mikesha yote ni maombi, asubuhi, mchana ni maombi tu. Na wengi hapa utagundua kwamba wanatamani nafasi ya wana wa Israeli ya kuvuka ng'ambo ya bahari ya Shamu, na sio nafasi ya Musa kushikilia fimbo usiku kucha. Sasa bila kujua kwamba baraka haiko kwenye kuvuka ng'ambo. Baraka imefichwa ndani ya Musa aliyekuwa tayari kushikilia ile fimbo usiku kucha ili wengine wawe wa kwanza kuvuka. Utashangaa watu wengi sana wanatamani kuona ukuta wa Yeriko, adui, watu wabaya, unadondoka mbele ya miguu yake, lakini hayuko tayari kuzunguka huo ukuta hata hiyo mara moja, angalau kwa zile siku 6 za mwanzo. Maana yamkini siku 7, kwa sababu utatakiwa kuzunguka mara 7, inaweza ikawa ni tatizo. Na ndio maana kila siku maombi yako ni Mungu nibariki, Mungu nikumbuke na mimi. Ndio maana hata Ishmael na Esau walibarikiwa pamoja na kuwa wana wa nje ya ahadi. Na kuna watu wengi sana ni matajiri sana huko nje na hawamjui na hawaingii kwenye maombi, hawakomai kwenye maombi kama huo unavyokoma. Sasa kuendelea kuomba baraka kwa Mungu kila siku, maana yake ni kutokujua kuishi maagizo na kanuni zingine za Mungu. Nisikilize, anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba tumboni nalikujua. Maana yake alishambariki hata kabla hajafanyika mwili. Mungu hahitaji kukubariki wewe sasa hivi kwa maombi yako. Maombi yako hayawezi kuwa ni silaha au ni kanuni ya kumshawishi Mungu akubariki. Mungu alishakubariki kabla hajakuumba tumboni kwa mama yako, alishakubariki. Sasa mimi nataka nikushauri, jitahidi mwaka huu usiishi bila kuvusha hata mtu mmoja tu kule ng'ambo ya Shamu. Jitahidi kuwa Musa mwaka huu, angalau kuzunguka Yeriko hata siku moja tu kati ya 7, alafu utaona matokeo yake. Usipoona, wewe njoo tukuombee, utakuwa na pepo.